unastahili kuabudiwa Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili sifa za mioyo. Wewe umetukuka peke yako, unastahili, unastahili, tunakuinua Baba, unastahili kuinuliwa, uketie juu sana, unastahili, 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 unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili. Asubuhi ya leo unastahili kuinuliwa Bwana, hakuna mwingine kama wewe. Asubuhi ya leo tunainua anga, tunakutukuza ukiwa kwenye kiti chako, tunakuinua asubuhi ya leo. Baba yangu, wewe unaweza, wewe ni simba wa Juda, wewe unaweza mtakatifu. Kama sio wewe tungeamshwa na nani? Kama sio wewe kutupa nguvu wiki mzima, nani mwingine kama sio wewe Ebeneza? Tunashuka Bwana asubuhi ya leo, mapenzi ya mbingu yakaonekane. Tunashuka asubuhi ya leo, makuu yako yakaonekane. Tunashuka asubuhi ya leo, Baba yangu, kanene juu yetu, ukatutangulie, ukaondoe mikaza, ukatuponye Bwana. Kama sio wewe, yawe tungekuwa wapi? Tunakupa utukufu wako, tunafungua mioyo yetu. Ebeneza, utuhudumie, ukatuponya na makali yote, ukatupe ushindi Bwana. Siku ya leo ni ukamilisho wa maombi. Baba yangu, hatuna Bwana la kusema ila kusema Bwana, wewe uonekane, wewe umeinuliwa, wewe unastahili Bwana. Oh Yawe, wewe umetukuka, hakuna mwingine kama wewe. Asubuhi ya leo tunainua anga kwa ajili ya ibada za leo. Tunainua anga Bwana kwa ajili ya kila moja atakaingia mahali hapa, tukikatana na kila wingo la wachawi na waganga, la kuinuka kinyume na watu wako, la kuinuka kinyume na ibada, la kuinuka kinyume na watumishi wako. Baba yangu, wachokonekane, wachopanga wa moto, ukakate kila blocks, ukakate kila Bwana mipaka tumekuwa tukiekewa na wachawi na waganga, ukakate kila magonjwa yamekuwa kiinuliwa kinyume nasi. Yawe, siku ya leo is a complimentary day. Oh, tunashuka Bwana. Oh Yawe, pata nafasi yako, tunakupenda Jehova. Wachanga ya leo ikaweze kuleta ushindi kwa watu wako, anga ya mafanikio, anga ya anointing service. Tunaomba Bwana, hayo mafuta yakawa na manukato, yakanene juu yetu, yakaweka moto juu yetu, yakaweka ushindi katika maisha yetu, yakavunje nira, yakavunje mikataba ya wachawi, nira ambazo wena zimewekwa juu yetu za kutoendelea. Mafuta utakaye na kuachilia Bwana, yasiwe ya kawaida kwa ajili ya mtoto wa rescue,
kwa ajili ya kiumbe cha rescue, maana wewe unaweza. Tunaalika Roho Mtakatifu, Roho wa ushindi mahali hapa, Roho wa kuendelea mahali hapa, Roho wa kupenya mahali hapa. Yawe, tawala katika anga yangu, tawala katika maisha yangu. Kama sio wewe singekuwa mahali nilipo, kama sio wewe hata kupumua singeweza. Umenipigania, umeniponya. Hey! Hey! Haleluya. Baba yangu ninakupenda, umetukuka. Miungu ya Baali umeiondoa, miungu ya Baali umenyamazisha. Hey, Yawe, pokea sifa, pokea utukufu wako, pokea nafasi yako. Nikiwa nawe niko salama. Wachawi wanaweza kuwa wengi, lakini ukiwa nami nitakuwa mshindi. Vita inaweza kuwa mingi kwa ajili ya madhabahu, lakini tunakuachia leo. Wacha ukaweke alama ya moto, ukaweke ukuta wa moto, ukaweke alama ya ushindi, maana unastahili. Hey! Yeah. You are high lifted up, Jesus, Jesus. You are high lifted up, Jesus, Jesus. Oh. You are high lifted up, Jesus. You are mighty. You are highly lifted up, Jesus, Jesus. Oh. You are highly lifted up, Jesus. You I can't hear you. Yeah. Jesus. Jesus. You are lifted up. Jesus. Jesus. You are lifted up. Jesus. Jesus. You are lifted up, Jesus, Jesus. You are lifted up, Jesus, Jesus. Oh, you are highly magnified, Jesus, my Savior. You Jesus, by Father,
Jesus. You I worship you today. Jesus. Because you are higher. Jesus. You are lifted Come on, come on, come on. Jesus. You Jesus. are lifted up. Jesus. I love you, my God. Jesus. You are highly lifted up. Yes. Jesus. 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 You are in me. Jesus. I worship my Father. You are highly lifted up. I want to worship you. You are highly honored. You are highly respectful. You are highly honored. Jesus, I worship you. You have done so much for me. Jesus, I honor you. You have done so much for us. Jesus, Jesus, I raise my heart to lift you. For you are my fella. You are doing. You are highly. You are highly. You are highly. I am. Oh, yeah. Lifted up. You are high. Jesus. Let me show you. Jesus. You are highly. You are lifted up. You are highly. Jesus. 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 You are highly lifted up. Jesus. Jesus. Whoa. Jesus. You are highly. You are highly lifted up. You are highly. Jesus. You are highly. Jesus. Jesus. You are highly lifted I love you, my God. Jesus. You do what man cannot do. I worship you. I glorify your name. Yes. Jesus. 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 highly lifted up. My Father. Jesus. My healer. Jesus. My healer. You are highly lifted up. Jesus. Yeah. Jesus. You are mighty God. I worship you today, my Father. You have done so much for my life. You have done so much for my family. I worship you, my Father, because you are only God I can worship. God of Meshach and Abednego, I worship you today because you are my healer. You are my helper, my God. I worship you and lift to your name because you are the mighty man of war. Hey, you are the mighty. You are the mighty Father. Hey, you are the mighty man of winner, man of power, man of fire. I worship you. Come and do what you can do. Hey, let your will be done today. We want to hear from you, my God. Hey, we glorify your holy name. Hey, your name is so powerful. Hey, I worship you, my Father. I glorify your name. Hey, you woke up me today to worship you. Have your way. Have your way, my Father. I cannot do without you. Hey, heal your people today.
You are the mighty man of power. You are the mighty. You are the mighty power. Oh, come on, pray. He is the Prince of Peace. He can heal you today. Oh, 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 mighty man of war, Lion of Judah, we bow and worship you, Yahweh, Yahweh, come and do what only you can do. Mighty man of war, Lion of Judah, we bow down and worship you, Yahweh, Yahweh, come and do what only you can do. Mighty, mighty man of war, let us sing. Lion of Judah, We bow down and worship you. Oh, Yahweh, 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 ah, come and do what Yahweh. only you can do. Mighty man of Mighty man of you war, can sing now. Lion of Judah, We bow down to thee this morning. We worship you. and worship you. Yahweh, 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 oh, Father. come and do what only you can do. Mighty man of war, Lion of Judah, we bow down and worship you. Yahweh, Yahweh, come and do what only you can do. We worship you. Glorify your holy name. You are our healer. You are our helper. Wewe msaidizi wetu. Wewe man power. Tunapinua asubuhi ya leo. Kama do what you can do. Asante mtakatifu. Tunapinua. Tunashuka kwa mikono. You are the mighty man of war. We welcome you. Come and lead us. And in the name of Jesus. Let us say amen. Pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi shangwe pigia kelele. Kama kuna furaha asubuhi ya leo ni mikono. Shangilia Yesu. Pigia Yesu makofi. Usome na tabasamu. Hallelujah. Amen. Saidia kusalimia watu wawili waambie karibu kwa jina la Yesu. Karibu kwa Waambie jina la utulie. Don't be a stranger. Hallelujah. Yes, amen. Uko katika nyumba ya baba yako. Amen. Hallelujah. Amen. Tunakuinua Bwana. Tunakuinua Bwana. Eh, tunakuinua Bwana. Ama tunakuinua Bwana. Piga Yesu makofi. Hallelujah. Tunakuinua Bwana. Tuwapigia makofi tena. Tuwapigia makofi. Tuwapigia makofi. Tuwapigia makofi. Yelele. Tunakuinua Bwana. Tunakuinua Bwana. Tunakuinua Bwana. Wewe ajabu. Tunakuinua Bwana. Unastahili. Tunakuinua Bwana. Wewe ajabu. Tunakuinua Bwana. Piga Yesu makofi. Piga Yesu shangwe na vigelegele. Piga Yesu makofi na shangwe na vigelegele. Piga Yesu makofi. Piga Yesu makofi na shangwe. Hallelujah. Nimetosheka.
Yelelele, nimetosheka. Nimetosheka. Yele. Pigia Yesu makofi. Happy makofi. Inua. Inua. Yesu. Inua. Yesu. Inua. Yesu. Inua. Yesu. Inua. Yesu. Inua. Yesu. Nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona. Nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona. Hawezi ukasema unamwimbia Yesu aliyekuona na umesimama ni kama unaogopa. Hebu cheza. Cheza kila mtu. Back up. Hey. Cheza. Cheza. Twende pamoja back up. Yelelele. Weka mikono juu. Inua. Inua. Yesu. 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 Aye. Nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona. Nitamwimbia Bwana Changamuka baka. kwa kuwa yeye ameniona. Nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona. Nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona. Ninamtukuza Bwana maana najua yale amenitenganisha yawe. Nitamwimbia Bwana Cheza. kwa kuwa yeye ameniona. Ninamwinua kwa ujasiri maana najua yale amenitendea Baba. Nitamwimbia Imba kwa Bwana furaha. kwa kuwa yeye ameniona. Ninamwinua Jehova Jireh maana yale amenitendea. Nitamwimbia Bwana Imba we. kwa kuwa yeye ameniona. Weka mikono namna hii. Ameniona. 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 Acha kunidanganya. Ameniona. Wengine wamenona. Ameniona. 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 Amekuona. Ameniona. Amekuona. Ameniona. 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 Imba sema. Ameniona. Cheza sema. Ameniona. Imba sema. Ameniona. Sema wewe. Ameniona. Imba kwa maringo. Ameniona. Umeonekaniwa na Bwana. Ameniona. Umeonekaniwa na Ameniona. Bwana. Yeye. Ameniona. Wapi shangwe na vigelegele? Cheza. 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 Haya, cheza kama mtu ameonekaniwa. Sioni. Haya. Cheza kama mtu ameonekaniwa na Bwana. Ameniona. 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 Mama yangu. Ameniona. Amenilinda. Ameniona. Amekulinda. Ameniona. Amekulinda. Ameniona. Ayayayay. Ameniona. 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 Ameniona Yesu. Ameniona. 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 Amenilinda. Ameniona. Amenilinda. Ameniona. Amenilinda. Ameniona. Ninaimba. Ameniona. Ninasema. Ameniona. Ninacheza. Ameniona. Badilisha hiyo staili. Ameniona. Hiyo staili ndio ulicheza last time. Wewe badilisha, maana leo amekuona kwa njia ya kitofauti. Tupe doze.
hapo. Badilisha seli, unaogopa nini? Hayo. Asi. Cheza. Hayo. Cheza. Achilia muziki. Haya, cheza. Wachawi washindwe. Cheza. Kwa jina la Yesu. Cheza. Amekuona Yesu. Cheza. Ameniona Yesu. Cheza. 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 Haya, tuende namna hii. Cheza. Wewe usipocheza shauri yako. Walioonekaniwa na Yesu hata kuwa na huu uhai ni ushuhuda. Hayo. Ameniona. Sikuwa hivi. Ameniona. Sikuwa hivi. Ameniona. Sikuwa hivi. Ametuona. Haya, nipe makofi. Piga. Weka uso ambao umeonekaniwa na Yesu. Alikuona kaondoa huzuni. Hayo. Makofi. Piga. Ya juu. Piga ya juu sana. Hayo. Cheza. Hayo. Amekuona Mungu. Amekuamusha leo. Wale waliosema utafika hapa ni wapi? Cheza. Wangapi wanasema wakiwa na Yesu wametosheka? Yes. Wangapi wanasema wakiwa na Yesu? Nione mikono juu. Imetosheka na Yesu. Asifiwe milele daima. Nimetosheka na Yesu. Asifiwe milele daima. Nimetosheka na Yesu. Asifiwe milele daima. Nimetosheka sioni na Yesu. Riga. Asifiwe atukuzwe milele daima. Nimetosheka na wema wake. Anitosha milele daima. Nimetosheka sioni na Yesu. Asifiwe milele daima. Nimetosheka na Yesu. Asifiwe milele daima. Asifiwe milele daima. Asifiwe acha kukula milele daima. Asifiwe shika kitamba milele daima. Atukuzwe milele daima. Atukuzwe. Hawezi ruka wewe. Hawezi ruka. Twende. milele daima. Atukuzwe. Zunguka. milele daima. Atukuzwe. Wewe. milele daima. Achezewe. milele daima. Achezewe. milele daima. milele daima. Hebu chezea Yesu. Tuone. Wewe. Cheza. Wewe. Nataka kuona ukicheza. Maana umetosheka.
Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Haya, twende. Twende. Ayo. Haya. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Inua. Into. Idri, twende. Ayo. Twende. Ayo. Achezewe. Achezewe. Wewe. Twende. Achezewe. Achezewe. Yelele. Ai. Yesu ni museo. Yesu ni museo. Yesu ni museo. Yesu ni museo. Aya. Hapo asia wao. Hapo asia wao. Nipe. Yesu ni museo. Aya. Tata ni museo. Aya. Hapo ise Lazaro. Aya. Hapo ise Lazaro. Bento Yesu ni museo. Come on. Hapo ise awal. Hapo ise awal. Nipe. Hapo ise awal. Bento Yesu ni museo. Bento ni museo. Aya. Dozi. Shika kawa. Aya, tupe mziki. Nondo Yesu ni museo. Ai. Kamata kakita. Come on. Aya. Twende. Gurumisha. Ni museo. Hapo asia wao. Sioni. Hapo asia wao. Hapo asia wao. Hapo asia wao. Wapi makofi? Wapi makofi na shangwe? Wapi makofi na shangwe? Yesu ni bebe. Nibembeleze ni bebe. Nichukue mbinguni salama. Nibembeleze ni bebe. Yesu ni bebe. Nichukue bebe. Mikononi mwako niwe salama. Yesu ni bebe. Nibembeleze ni bebe. Yesu ni bebe. Nichukue unibebe. Mikononi mwako niwe salama. Nifike mbinguni nikamwone Elia. Nifike mbinguni nikashangilie. Nifike mbinguni nikamwone Elia. Nifike mbinguni nikashangilie. Yesu ni bebe. Baba ni bebe. Nibembeleze ni bebe. Nishukue mbinguni salama. Sioni. Nibembeleze ni bebe. Yesu ni bebe. Nichukue unibebe. Mikononi mwako niwe salama. Yesu ni bebe. Nibembeleze ni bebe. Yesu ni bebe. Nichukue unibebe. Mikononi mwako niwe salama. Tufike mbinguni tukapone wote. Tufike mbinguni kule kuna sali. Nifike mbinguni kamwone Elia. Kwenye kiti cha enzi tukashangilie. Kwenye kiti cha enzi tukamwone
Baba nibebe, nibembeleze nibebe, nichukue mbinguni salama. Nibebe, nibebe, nibembeleze nibebe, Yesu unibebe, nichukue unibebe, Kama niwe salama. Shangilia. Ruka. Yesu nibebe, 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 nibembeleze nibebe, Yesu unibebe, nichukue unibebe, mikononi mwako niwe salama. Yesu nibebe, 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 bembeleze nibebe, Yesu unibebe, nichukue unibebe, mikononi mwako niwe salama. tufike mbinguni tukakule asali. Amen. Kwenye kiti cha enzi tukashangilie. Amen. Nifike mbinguni nikamwone Yesu. Amen. Pamoja na malaika tutawaona wote. Amen. Yesu nibebe, Baba nibebe, nibembeleze nibebe, nichukue mbinguni salama. Nibebe, 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 nibembeleze nibebe, Yesu unibebe, nichukue unibebe, mikononi mwako niwe salama. Tufike mbinguni tukashangilie. Weka mikono. Amen. Tufike mbinguni tukashangilie. 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 Amen. Tufike mbinguni tukasifu wote. Amen. Tufike mbinguni tukashangilie. Amen. Yesu nibebe, Baba nibebe, nibembeleze nibebe, nichukue mbinguni salama. Nibebe, 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 nibembeleze nibebe, Mwambie Yesu unibebe, akubebe, unibebe, hautashindwa. mikononi mwako niwe salama. Yesu nibebe, 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 ayo, nibebe, nibembeleze nibebe, Yesu unibebe, nichukue unibebe, mikononi mwako niwe salama. Yesu usikie kilio changu na uisikie sauti ya kuomba kwangu, maana moyo wangu umechoka sana Baba, kwa sababu ya wiki ya mateso yangu. Acha yangu imekomana sana mama. Yesu nakuomba unisikie leo Baba, nakuomba unibebe Baba. Yesu nibebe Baba, nibebe, nibembeleze nibebe, nichukue mbinguni salama. Yesu nibebe, 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 nibembeleze nibebe, nibembeleze nibebe, Yesu unibebe. Aya, sikia hii. Tufike mbinguni tukashangilie. Tufike mbinguni tukasifu wote. Tufike mbinguni tukashangilie. Tufike mbinguni tukasifu wote. Tufike mbinguni tukasifu wote. Mungu awabariki. Amen, 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 amen. Wapigie waimbaji makofi mazuri katika jina la Yesu. Haleluya. Hivyo Yesu amekubeba leo. Haleluya. Pia mwenzako hivyo mwambie Yesu amekubeba. Mwambie Yesu amekubeba kwa jina la Yesu. Haleluya. Salimia mwenzako mwambie Yesu amekubeba. Haleluya. Haleluya. Wangapi wako na furaha asubuhi ya leo? Wangapi wale Yesu amebeba asubuhi ya leo? Nione kwa ishara ya mikono. Pigia Yesu makofi mazuri katika jina la Yesu. Haleluya. Hivyo basi ni kipindi kingine
ambacho ni kipindi kizuri cha neno. Haleluya. Tunataka kusimama kwa miguu yako, tukamkaribishe mtumishi wa Bwana, askofu wetu. Haleluya. Paka mafuta asifu Yesu. Maana najua kwamba kuna kitu Bwana Mungu ametuma kwa ajili yako na yangu. Haleluya. Ili tukaweze kupepo na tupembeleze adui wetu sana. Haleluya. Hivyo basi tunakwenda kwa namna hii. Peperusha hiyo mikono. Haleluya. 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 Mara ya kwanza, peperusha mikono mara ya pili. Mara ya tatu angusha makofi shangwe na vigelegele. Piga makofi yako. Piga makofi. Yesu ni mzee. Na tunamupenda sana 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 tena zaidi. Karibu sana. Yes, munaweza keti. Munaweza mkaketi. Na Bwana Yesu ataenda kutukuka. Geukia mwenzako msalimie, mwambie nimekukaribisha. Mwambie karibu sana kwa ibada ya asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya mwendo tumeukamilisha, imani tumeilinda, sasa tuangojea kufarishwa taji. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya haikuwa mchezo, lakini Bwana ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ya kwanza ndio ilikuwa shida, ya pili ya kwanza unasikia kama tumbo inashikana na mgongo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasikia kama kisungu. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Lakini baada ya siku ya kwanza kukamilika tukazoea. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Na leo Mungu atajitukuza. Naamani aliingia kwa manchi. Biblia inasema ya kwamba kitabu kile cha Wafalme wa Pili, sio mahubiri hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo ninahubiri kuhusu anointing service. Hiyo ni himizo na peana. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema ya kwamba kitabu kile cha Wafalme wa Pili kifungu cha 5 kuanzia pale mstari wa 10 hadi 14. Maandiko inasema kulikuwa na mtu kwa jina Naamani. Naamani alikuwa ni mfalme na alikuwa ni jemedali. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambaye alikuwa anaongoza kikosi cha vita. Na maandiko inasema ilifika wakati akashikwa na ugonjwa wa ukoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Na akashindwa ni mbinu gani atakaotumia ili uponyaji aupokee. Lakini kukawa na mtu wa Mungu katika ule mji ambaye alipashwa habari yake. Kaambiwa kwamba kuna mtu kwa ule mji kwa jina Elisha, na wakati atakapokuja kumnena jambo kwa ajili ya maisha yake, uponyaji utapatikana. Na akasema aitwe huyo mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mtu wa Bwana akaitwa na akaenda mahali pale. Ile mizo ama ile jambo aliweza kumwambia ule mfalme ni ya kwamba huu mgonjwa unaweza pona, lakini chukua hatua, uende ukajichofye kwa mto mara 7, na baada ya mara ya 7 ngozi yako itakuwa kama ya mtoto mdogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sunday Bwana kanituma, kaniambia ambia watu wangu waingie kwa mlima, maombi ya kufunga na kuomba kwa siku 7. Siku ya 7 ni siku ya leo. Kuna mambo leo itajepuka mapya kwa maisha yako. Kuna jambo Yesu ataijepua kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu leo ni siku ya 7 ambao ndio siku ya kumalizia maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuanzia saa 8, saa 9 hapo watu wanaweza fungua kwa raha zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Ya na usikule kama huko unakula ukunywa unchi, yaanze kuleta appetizer. Usiende kuchukua machapati uweke, hiyo tumbo itashona kiasi ya kwamba Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Ya unakunywa unchi, unakaa kama wanawa, kama ni ugali unakula ile ungali iko katikati ya unji na si ungali, iko hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Usiende kuchukua ile inafanyangwa namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Ya na Mungu atajitukuza. Ninaongelelea wale ambao walikuwa wamefunga maombi ambaye hawako wanakula chochote, na Bwana atatukuzwa. Bwana Yesu asifiwe.
Leo tutaongelea kuhusu anointing service. Sunday inayokuja tutakuwa na ibada ya Holy Communion. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizo ibada zote 4, kuna ibada 4 Bwana amenituma nifuatanishe. Tulikuwa Sunday tulikuwa na prayer and fasting. Si sawa? Leo ni anointing service. Bwana Yesu asifiwe sana. Sunday inayokuja tunakaribia meza ya Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo ingine kuna uwezekano watu waoshwe miguu. Yesu aliosha wanafunzi wake miguu. Ndio ibada ikamilike zote 4. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilikuwa kuna mahali adui anaenda kupata nafasi. Leo itakuwa triple anointing. Takupaka uso, mikono na miguu. Mahali utanguzwa kwa uso, kibali utapokea. Mikono utakaponguzwa, kile chochote kitakachopitia kwa hiyo mikono kitatakasika kwa damu ya Yesu. Kati atakaponguza ile miguu yako, mahali popote utakanyanga, utawala wa giza utabomoka na utamiliki kila sehemu utakapokanyanga. Kwa utukufu wa Bwana. Hiyo ndio zawadi Yesu atawapa leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kupita kwa mafuta kuna mambo mengi huwa inafanyika. Tumishi wa Bwana nisomee kitabu kile cha Isaya chapter 10 number 27. Tuone vile neno la Bwana inavyosema na Mungu atatukuzwa. Tunaongelelea kuhusu anointing service. Kuna mambo huwa inatendeka kwa ajili ya watu kupakwa mafuta. Watu wengi sana huwa wanadharau hii ibada, na watu wengi sana wala hawaelewi maana ya mafuta. Huwa wananena kinyume na yale mafuta, ama huwa hawaelewi sababu gani ya watu wanastahili kupakwa mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mambo fulani wapendwa, huwa lazima upakwa mafuta ili kuondokee. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Na kuna mambo fulani huwa inahitajika wakati Bwana anahitaji kukuinua, inahitajika unguzwe ama upakwa mafuta ili mambo fulani iweze kuonekana kwa maisha yako. Tusomee hiyo kitabu tuone vile neno la Bwana inavyosema. Tena itakuwa katika siku hiyo mzigo wake utaondoka mbingani mwake na nira yake shingoni mwake, nao nira itaharibiwa kwa sababu ya kutiwa mafuta. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko inasema ya kwamba kwa ajili ya kupakwa mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Maandiko inasema ya kwamba hapo ndipo mzigo utaondoka shingoni mwako kwa ajili ya kupakwa mafuta. Kumaanisha ya kwamba wapendwa, mafuta yanakuanga na nguvu ambazo si za kawaida, nguvu za kuvunja kila ufalme na kila utawala wote wa giza. Maandiko ikasema ya kwamba hapo ndipo mzigo wake utaondoka mbingani mwake na nira yake itaondoka shingoni mwake, na nira itaharibiwa kwa ajili ya kupakwa mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Wapendwa, kuna mambo huwa inafanyika wakati mtu anapokuwa anapakwa mafuta. Kuna nila huwa zinaharibika, kuna vifungo huwa zinakuondokea, kuna mikataba huwa inaondoka, na kuna mizigo shetani ubebesha watu. Na ndio sababu nasikia watu wengi wakilala wanasema, mimi nikilala naamka kama nimechoka, nasikia hapa kwa mambega ni kama kuna mzigo umebeba. Hiyo mzigo inaondoka kwa ajili ya kupakwa mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Yesu akatumana akasema ya kwamba kuna watu wamebebeshwa nira. Kuna watu, kuna mambo fulani yaliyo katika maisha yao. Nira inaweza kuwa ya kwamba kuna mambo haiendi kama vile unavyokusudia. Kuna mambo kijaribu kuyapanga haingiani. Hiyo ndio nira Yesu anaongelelea. Na kupita kwa kupakwa mafuta, hiyo nira itavunjika, hiyo nira itaharibiwa, na kutoka pale huo mzigo adui aliyekubebesha Bwana Yesu atauondoa. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Hivyo basi wapendwa, tunastahili kuelewa ya kwamba kuna mambo fulani yanahitajika unguswe na mafuta ya Bwana, ndiposa ukombozi ukaweze kupatikana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Mzigo utakuondokea
kwa mbega yako. Wakati unaponguswa na mafuta, hiyo nira itaharibika wakati yale mafuta ya Bwana yanapokunguza. Kwa sababu gani? Yesu anakuanga na kusudi na maisha ya watu wake, na Yesu akasema ya kwamba hata kubali. Ndio sababu unaona hizi ibada zimefuatana zikiwa nne. Hizi ni ibada za deliverance. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizi ni ibada za kuvunja nira. Hizi ni ibada za kuondoa maroho. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio sababu Bwana alitangulia na ibada ya kufunga na kuomba. Ndio siku ya leo amekuja kwa ibada ya anointing service. Bwana Yesu apewe sifa. Kile kilisalia baada ya kufunga leo kitaondolewa kupita kwa mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Iwe ulifunga ama hukufunga, leo mzigo utaondoka. Mburungo itaenda. Geukie mwenzako mwambie mburungo zitaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Na kupita pale kuna mambo makubwa Yesu anaenda kuyatenda. Kuna faida gani wakati watu wanapakwa mafuta? Mafuta huondoa magonjwa. Mark chapter 6 number 12 to 13. Tuone vile neno la Bwana inasema. Unasoma ya Kiswahili, mtumishi anasoma ya Kisungu, ndio tuende kwa haraka. Na pale Bwana anatukuzwa. Sababu kuna watu wengine huwa hawaelewi hii ya Kiswahili kama nila, wajui nila ni nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Anajaribu kutafakari nila kwa Kiswahili anjui. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Na Mungu anatukuka na anaonekana. Mark mtakatifu, Mark chapter 12, chapter 6 number 12 to 13. Yes, inasema nini? Wakatoka wakahubiri kwamba watu wakatubu, wakatoa masungurupi wengi, wakapaka watu wengi mafuta, waliokuwa ngonjwa wakapona. Ya Kisungu inasema nini? Mark chapter 6 verse 12 to 13. The Bible says, they went out and preached. They went out and preached. Sorry for that. Asifanye 1 2 Sorry for that. Mark chapter 6 verse 12 to 13. The Bible says they went out and preached that people should repent. They drove out many demons and anointed many sick people with oil and healed them. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakatoka wakahubiri kwamba watu watubu, wakatoa pepo wengi, wakapaka mafuta watu wengi waliokuwa wagonjwa wakawaponya. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, mafuta, kwa kupakwa mafuta kunapokea uponyaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Na inaweza kuwa uponyaji wa kiroho na wa kiasili. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati unapopakwa mafuta, yale mafuta tumeona ya kwamba inaondoa mizigo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeona ya kwamba inaharibu nira. Bwana Yesu apewe sifa. Na tumeona ya kwamba hawa walikuwa ni wanafunzi wa Yesu. Walitoka na wakaingia maeneo waliokuwa wakitangaza habari nzuri ya Kristo. Na Biblia inasema ya kwamba yale maeneo walikuwa naenda kuhubiri, walienda wakang'oa mapepo, watu waliokuwa wamepangawa na mapepo. Baada ya kung'oa yale mapepo ndani ya watu wa Bwana, Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Wakatoka wakahubiri. Kwanza walitangulia na kuhubiri, wakaambia watu watubu, wakarudi wakawatoa mapepo, na wakarudi wakapaka watu mafuta. Wale waliokuwa wagonjwa wakapokea ponyaji papo kwa hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kupakwa mafuta kuna uponyaji utapatikana. Kuna uwezekano kuwa ni uponyaji wa moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu anasema ya kwamba kwa kupakwa mafuta kuna uponyaji huo unapatikana. Yesu ndiye alipeana amri juu ya mafuta, na ndio sababu wale watu hawaelewi maana ya mafuta, uwanga wanaongelelea vibaya. Lakini mafuta yaliruhusiwa kupakwa watu tangia mwanzo. Anointing inakubalika, mafuta takatifu yanakubalika.
mbele za Kristo. Wakati Yesu wanafunzi wake walipokuwa wanahubiri habari njema, Biblia inasema ya kwamba walitoka na wakahubiri, wakang'oa mapepo, wakang'oa maroho yaliyokuwa ndani ya watu, na baada ya kuang'oa mapepo wakarudi wakawapaka mafuta. Waliokuwa wagonjwa wakaachwa uhuru, waliokuwa wagonjwa wakapokea uponyaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Mafuta inafanya kazi mingi katika maisha ya mwanadamu. Wakati yale mafuta yanapokunguza, kuna mambo huwa inatendeka. Jambo la kwanza, shetani huwa anatambua wale watu ambao wamepakwa mafuta, na ndio sababu Biblia inasema ya kwamba usije ukamunguza mpako wa mafuta wangu. Kwa sababu gani? Yale mafuta kuna nafasi huwa yanasimama, yale mafuta kuna vile huwa yanapigania watu wa Bwana. Mtu ambaye amenguswa na yale mafuta, adui hawezi akamkaribia. Kama magonjwa inaondoka, nila zinaharibika, mizigo inaondoka, ni nini, maneno gani inaweza simama kwa anga ya mtu ambaye amepakwa mafuta? Haiwezi na haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa kupakwa mafuta kuna mambo fulani huwa inafanyika. Kuna vitu huwa zimepotea kwa njia moja ama nyingine. Baada ya mafuta kuna vitu huwa zinaanza kujirudia, ama kuna vitu zinaanza kupatikana kupita kwa uwezo na kwa neema za Bwana. Nataka tuone mtumishi mmoja wa Mungu, baada ya kupakwa mafuta kuna vitu zake zilikuwa zimepotea, lakini baada ya kunguzwa na ile mafuta muujiza ulipatikana na zile vitu zikapatikana kupita kwa uwezo na kwa neema za Bwana. 1 Samuel chapter 10 number 2. Tuone vile neno la Bwana inavyosema. Tunaongelelea kuhusu umuhimu wa kupakwa mafuta, na Bwana wa mbinguni atajitukuza na atatenda makuu, kwa sababu yeye ni Bwana mwenye nguvu na mwenye mamlaka. Maandiko inasema nini? Kitabu kile cha Samueli wa kwanza kifungu cha 10 mstari wa 2 peke yake inasema nini? Kitabu kile cha Samueli wa kwanza 10 inasema hivi. Utakapoondoka kwangu leo katika mpaka wa Benjamini huko Sensa. Nao watakuambia na hao waliokwenda kutafuta wameonekana. Tazama, baba yako ameacha akifikiri habari za punda. Anafikiri habari zetu, alisema, nifanye nini kwa ajili ya mwanangu? Bwana na bariki maandiko yake. Amen. Ya English inasema nini? 1 Samuel chapter 10 verse 2, the Bible says, when you leave me today, you will meet two men near Rael's tomb at Zilza on the border of Jamin. They will say to you, the donkey you sent out to look for have been found. Amen. And now your father has stopped thinking about them, and he is worried about you. He is asking, what shall I do about my son? Bwana na bariki maandiko yake. Huyu alikuwa ni Samueli, alikuwa anaongea na Sauli. Hii ilikuwa ni baada ya Sauli kupakwa mafuta na Samueli. Biblia inasema ya kwamba, kumbukeni historia ya Samueli na Sauli. Ilikuwa kwanza punda za Sauli za baba yake zilipotea, na ikawa ni lazima Sauli na mjakazi waende kutafuta zile punda, na maandiko inasema ya kwamba ilikuwa ni mpango wa Mungu ikuwe hivyo, punda ziweze kupotea, ndio Sauli waweze kwenda kuulizia ni wapi wanaweza pata muonaji, mtu ambaye anaweza watambiria maana zile punda zilipotelea. Na maandiko inasema ya kwamba wakati Samueli walipokutana na Sauli, Biblia inasema ya kwamba akamwambia ya kwamba leo unastahili kuwa katika nyumba, tunastahili kula katika nyumba moja, na jambo ile nataka utambue ni ya kwamba hicho ambacho ama zile punda ambazo umekuwa unasitafuta kwa siku 3, hizo punda isije ikakutia shaka tena, kwa sababu hizo punda zinaenda kupatikana. Na maandiko inasema baada ya Samueli kumwangia mafuta Sauli, aliweza kumwambia, sasa unatoka, utakaponiacha mimi unaenda hatua chache, na hapo mbele utakutana na watu wawili, na wale watu wawili watakueleza mahali punda ambazo zilikuwa zimepotea, mahali ambapo zimepatikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Hii ilikuwa ni baada ya Sauli kumwangiwa mafuta na Samueli.
akamwambia kwamba utakaponiacha utoke hapa uende, kuna watu wawili utakutana nao, na watu watakueleza punda ambazo ulikuwa umetafuta tayari zimepatikana. Kumbuka hii ni baada ya mafuta Samueli kumwangia Sauli. Wapendwa, mafuta ya siku ya leo itakaponguza uso wako, itakaponguza mikono yako, itakaponguza miguu yako, kuna vitu vyako vilipotea kwa njia ambao hauelewi, lakini leo sitapatikana. Kuna njia Yesu atatenda. Kuna watu watatumwa kwako wakuja wakuelekeze na wakuingize kwa ile laini, utapata hiyo haki yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Naongelelea mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watumishi nimeondeni zaidi watumishi 4, na niliona faida ya ordination, vile ambapo wakati mtu anaponguswa na mafuta, vile mafuta huwa inafanya kazi. Wakati mimi nilipoondeniwa, ndio anga yangu ilibadilika. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana wa majeshi apewe sifa. Na ndio sababu unaona watumishi wa Bwana wakiinuliwa katika ulimwengu wa kiroho, uwanga wanapakwa mafuta, ndiposa Bwana aweze kuwatendea makuu kupita kwa yale mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo basi, kwa kupakwa mafuta, zile vitu zilizopotea zinapatikana tena. Mafuta yaliyo itakapokunguza, kazi iliyopotea itapatikana tena, pesa iliyopotea itapatikana tena, mambo yako yaliyopotea yatapatikana tena, mambo ambao ulikuwa unakusudia. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Chochote ambacho kimepotea kwa maisha yako, kupita kwa mafuta ya leo, mbingu zitafunguka. Awe ni mtoto alipotea, awe ni mzee alipotea, awe ni nani alipotea, kuna mambo Yesu atatenda kwa ajili ya maisha yako, kwa utukufu wa jina la Yesu. Kama ni customer walipotea, Yesu atawaleta. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana, naongelelea chochote ambacho kimepotea, kwa sababu Mungu ni mwenye mamlaka na mwenye uwezo. Kwa kupakwa mafuta, kuna karama huwa zinachipuka ndani yako. 1 Samuel chapter 10 number 5 to 6, na Bwana atatubariki. Hiyo tu Samueli wa kwanza kifungu cha 10 mstari wa 5 hadi wa 6. Nataka tuelewe maana ya mafuta, ndio watu waelewe. Wale watu hawajui maana ya mafuta ndio huwa wanayanenea vibaya, lakini wakati ambapo unafunzwa, na baada ya kufunzwa unafunzwa na mtu ambaye anaelewa maana ya mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Unaweza kufahamu na kushika na kujua kwamba haya mafuta kuna mambo huwa inafanya kwa maisha ya moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Samueli Musa kaambiwa na Bwana, enda ukatakase madhabahu kwa mafuta, na utakapotakasa yale madhabahu, chochote kilicho juu ya ile madhabahu kitakuwa kimetakasika. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kwa hivyo mafuta hutumika na Bwana kwa njia mingi. Tumeona ufunja nila, tumeona ya kwamba huwa inaharibu nila, tumeona ya kwamba kwa kupakwa mafuta mizigo mbengani mwako zitaondoka. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Na Bwana atatukuzwa na atatenda makubwa. Samueli wa kwanza kifungu cha 10, tunaona ya kwamba, tuone ni faida gani nyingine. Tumeona ya kwamba kwa mizigo inaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukaona ya kwamba magonjwa huwa inaondoka. Bwana Yesu apewe sifa. Tukarudi tukaona ya kwamba kwa kupakwa mafuta kuna vitu zilizopotea kwa maisha yako huwa Bwana anasenengesha. Point number 4, kwa kupakwa mafuta kuna karama huwa zinachepuka ndani yako. Samueli wa kwanza kifungu cha 10 mstari wa 5 hadi wa 6. Inasema nini? Baada hayo utapikia Gibea ya Mungu, hapo palipo na ngome ya Wafilisti. Kisha itakuwa utakapofika mjini, utakutana na kundi la manabii wakishuka kutoka mahali pa juu, wenye kinanda, tari na kinumbi na filimbi mbele yao, nao watakuwa wakitabiri. Bwana nabariki maandiko yake. Ya English inasema nini? 1 Samuel chapter 10 verse 5 to 6. The Bible says, after that you will go to Gilba of God, where there is a Philistine outpost. As you approach the town, you will meet a procession of prophets coming down from the high place with tambourine, flutes,
and harps being played before them, and they will be prophesying. Verse 6, the Spirit of the Lord will come upon you in power, and you will prophesy with them, and you will be changed into different person. Bwana na bariki maandiko yake. Maneno Samueli alimwambia Sauli baada ya kumwangia mafuta. Tumeona ya kwanza, neno la kwanza alimwambia kwamba baada ya kumwangia mafuta, baada ya kumpaka mafuta, akamwambia toka uende. Kuna watu wawili utakutana nao na watakueleza wale punda ambao ulikuwa umewatafuta kwa siku 3 ya kwamba umepatikana. Sasa tumekuja kuona tena. Baada ya hiyo Samueli akarudi tena akamwambia Sauli, utakapokuwa umetoka, baada ya hawa wanaume wawili kukutana na wao na wakueleze vile punda mahali ziko, hapo utakapokuwa unaenda na uingie maeneo ya Gibea, Biblia inasema ya kwamba Samueli akamwambia, nao hapa utakutana na kundi la watu, na wale watu watakuwa ni manabii, na utakapoingiana na wao, Roho wa Bwana atashuka na ataingia ndani yako, na hata wewe utaanza kutabiri kama wao, na utabadilishwa ukuwe mtu mwingine tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaongelelea nguvu zile zinapatikana kwa kupakwa mafuta. Zile mambo huwa inachipuka. Hizi ni karama. Sauli hakuwa na kipawa cha unabii kulingana na maandiko, lakini maandiko inasema ya kwamba yeye alipoenda akaingia Gibea, kuna kundi alikutana nao. Hiyo kundi ilikuwa ni wa manabii, na alipoingiana na wao, Roho wa Bwana akashuka na akaingia ndani yake, kumaanisha kwamba mpendwa, kama Sauli hakuwa anatabiri, na wakati Bwana alipokuwa alimpatanisha na wale watu ambao wanatabiri, Roho ya Bwana iliingia ndani yake na akaanza kutabiri kama wao, na akabadilishwa kuwa mtu mwingine. Inamaanisha ya kwamba hii ilikuwa ni baada ya mafuta. Ninaongelelea faida ya mafuta, ni kumaanisha kwamba siku ya leo, kama mtu ambaye hakuwa na kipawa fulani anapoingiana na watu wakiwa na vipawa fulani, hizo vipawa zinachipuka na zinaingia ndani yake. Nimetambiria leo, baada ya mafuta, utakapokutana na mtu tajiri, hiyo roho ya tajiri itoke kwake na ingie kwako kwa jina la Yesu. Utakapokutana na mtu wa magari, na mtu ako na mashamba na maploti, na mtu ambaye ako na fedha, hiyo roho ikashuke na hata kwako ikaingie, na Bwana akajitukuza kwa maisha yako, kwa sababu Sauli hakuwa nabii, na alipoingiana na kundi la watu waliokuwa wanatabiri, na hata yeye roho ya utabiri ikaingia ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ukikutana na mtu ako na gari kama mimi, roho ya gari inaingia ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukikutana na mtu ako na pesa kama mimi, Bwana Yesu asifiwe sana, roho ya pesa inaingia ndani yako, mawaya inaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Ukikutana na mtu anajua kuclant vizuri, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Do you know the meaning of clant? Kufalia vizuri. Wakati unakutana na mtu kama huyo, hiyo roho inashuka na hata wewe unaanza kung'ara kupita kwa uwezo na kwa neema za Bwana. Kwa hivyo kitoka hapa, tafuta mtu mawaya, usikaribie. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Si ni mafuta inasema? Si inasema huyo mtu hakuwa anatabiri? Na baada ya yeye kumwangiwa mafuta, alikutana na kundi la manabii, na maandiko inasema Roho wa Bwana akashuka na akaingia ndani yake, na hata yeye akaanza kutabiri kama wao. Sisi kama tunaelewana? Naongelelea maana ya mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa kupakwa mafuta, kuna watu Mungu huandaa kwa ajili ya kusimama na wewe. 1 Samuel chapter 10 number 3 to 4. Tuone vile neno la Bwana inasema. Ninaongelelea hii mambo ilichipuka baada ya mafuta. Wakati Sauli alipopakwa yale mafuta, hii mambo yote ndio ililipuka. Haikuwa kwake before apakwa haya mafuta, na baada ya mafuta kupakwa, hii mambo ilichipuka. Inasema nini? Kisha utaenda mbele kutoka hapo na kufika kwa Mwaroni na Mtamboni, na hapo watu watatu watakutana nawe,
wanaokwea kumwendea Mungu huko Betheli, mmoja atakuwa amebeba mwanambuzi watatu, na mwingine atakuwa na mikate mitatu, na mwingine atakuwa na kiriba cha divai. Nawe watakusalimu na kukupea mikate miwili, nawe utaipokea mikononi mwao. Bwana anabariki maandiko yake. Ya English inasema nini? 1 Samuel chapter 10 verse 3 and 4, the Bible says, then you will go on from there until you reach the great tree of Toba. Three men going up to God at Gabel will meet you there. One will be carrying 3 young goats, another 3 loaves of bread, and other a skin of wine. Verse 4. They will greet you and offer you 2 loaves of bread, with which you will accept from them. Bwana na bariki maandiko yake. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Tunasema ya kwamba tumeona Biblia inasema kwa kupakwa mafuta kuna watu Mungu huandaa ili wakaweze kusimama kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya Sauli kumwangiwa mafuta, jina la Bwana Yesu libarikiwe, Samueli akamwambia sasa enda, na utakapoingia pale kwa Mwamori, Bwana Yesu asifiwe sana, utakapofika pale kwa Mwamori, Bwana Yesu apewe sifa, na kwa Tabori, hapa utakutana na watu watatu. Kuna mmoja atakuwa amebeba mwanakondoo, mwanambuzi, na kuna mwingine atakuwa amebeba mikate miwili, na kuna mwingine atakuwa amebeba kiriba cha divai, na watu watakupea hiyo mikate miwili na wewe utaipokea. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Ninaongelelea faida ya mafuta wapendwa. Hizi miungiza yote ilifanyika kwa Sauli baada ya kupakwa yale mafuta. Kabla pakwa hii mambo haikuwa inaonekana, alitafuta punda zikuonekana, mpaka wakati aliponguzwa na yale mafuta ndio punda zikapatikana, ndio muungizo ukaanza kuonekana kwake, pipawa zikachipuka ndani yake, mambo ikaanza kumtendekea. Ninaongelelea mafuta ya siku ya leo. Itakapokunguza mpendwa, kuna mambo Yesu atatenda kwa ajili ya maisha yako. Destiny connect wako Mungu atamuandaa, na mambo haitakuwa ya kawaida tena. Tunaona Biblia inasema ya kwamba Sauli alipokuwa amenguswa na yale mafuta na akaenda akakutana na Waamori, akaingia Mwamori, maandiko inasema pale kuna watu watatu ambao utakutana na wao. Naongelelea baada ya mafuta kumunguza, kama vile siku ya leo maneno nitakao tamuka kwa ajili ya mafuta, hao ndio maneno Bwana Yesu atafuatilia. Sauli akatoka na akaenda na akakutana kama vile aliambiwa na Samueli ya kwamba wao watu watatu utakutana na wao. Akawapata wakiwa mmoja amebeba mwanambuzi, mwingine amebeba mikate miwili, na mwingine amebeba kiliva cha divai. Na maandiko inasema ya kwamba hawa watu watakupa hiyo mikate na wewe uipokee mikononi mwao. Hiyo ilikuwa ni baada ya mafuta, kumaanisha kwamba wapendwa, baada ya mafuta ya siku ya leo kuna mtu Mungu ataandaa na atasimama kwa niaba yako, atasimama kwa ajili yako. Kuna mtu atatumwa kwa maisha yako na maisha yako haitarudi tena kuwa vile. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Sauli alipata mambo mengi baada ya kunguswa na yale mafuta. Kabla mafuta inguze, kabla nyanguswa na yale mafuta, mambo haya yote alikuwa anahangaika. Kwa sababu gani? Si alikuwa anatafuta punda na hawakuwa wanaonekana, mpaka wakaenda kwa nabii. Bwana Yesu apewe sifa. Wakaenda kwa nabii, wakaenda kuulizia ni wapi tunataka kuona nabii, nani katika umunji anaweza tuelekeza mahali kuna muonaji. Wakati huo manabii wanaitangwa muonaji, kama vile mnakujanga hapa huduma ya 1-on-1. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwingine alikuja kaniambia, mchungaji, nataka uniangalilie mambo yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka uniangalilie nataka uniangalilie jambo fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Niangalilie kwa nini biashara yangu nikiuza leo vizuri, kesho siuzi vizuri. Nataka nimwangalilie, na sina kioo hapa ya kuangalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini niko na kioo cha kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana amenifungua macho ya kiroho ya kuona mambo wewe huwezi uona. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Sauli baada ya kumwangua mafuta, baada ya kunguswa mafuta na mafuta, miungizo ilitendeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeona mafuta
iko na mambo mengi sana, faida mengi sana. Inaondoa mizigo, inaharibu nira. Bwana Yesu asifiwe sana. Magonjwa yanapona, mambo yaliyopotea inapatikana. Karama zilizokuwa hauna kwa kupakwa mafuta zinachipuka. Kwa kupakwa mafuta Bwana anaandaa watu wa kusimama kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu anakuja na kuambia nataka kuna pesa niko nazo ambao haiko mbisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo naweza kukupa 1 million na after 60 months unirengeshie hiyo pesa. Mungu ako na uwezo. Baada ya mafuta kuna muujiza utatendeka kwa mtu. Kuna muujiza Yesu atatenda kwa mtu, na maisha yako haitarudi tena kuwa vile. Maandiko inasema akaambiwa kuna watu watatu utakutana na wao, na kuna mikate utapewa, na ukipewa ipokee. Kuna mtu Mungu anaweza mtumania hata kuletea ufunguo wa gari. Inawezekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo makubwa yafanyike kwa ajili ya maisha yako, kwa sababu Mungu ni mwenye mamlaka. Kwa kupakwa mafuta kuna kuinuliwa kiwango kingine. First Samuel chapter 10 number 1. Tuone vile neno la Bwana inasema. Mafuta ya leo sio mafuta ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndiyo sababu Yesu akatumana akasema ya kwamba haya mafuta ukianguswa nao maisha yako haitarudi tena kuwa vile. Nawe unahitajika kujitolea. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu wa mbinguni atatukuzwa na ataonekana. Inasema nini? Ndipo Samueli akatoa chupa ya mafuta akayamimina kichwani pake, akayambusu, akasema, Bwana hakukutia mafuta uwe mkuu juu ya Waisraeli, nawe utamiliki watu wa Bwana na kuokoa mikononi mwa adui zao. Kisha hii itakuwa ishara kwako ya kwamba Bwana amekutia mafuta uwe mkuu juu ya urithi wake. Verse 1. It says, Then Samuel took a flask of oil and poured it on Saul's head and kissed him, saying, Has not the Lord anointed you the leader over his inheritance? Bwana anabariki maandiko yake. Umesikia vile maandiko yamesema, baada ya Samueli kuinua ile chupa na akamwangia Sauli mafuta, Biblia inasema ya kwamba hapo Samueli akamwambia, sasa Bwana amekutia mafuta uwe mkuu juu ya wana wa Israeli na utawaongoza. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Ndipo Samueli akatoa chupa cha mafuta akayamimina kichwani pake, akambusu, akasema, Je, Bwana akukutia mafuta uwe mkuu juu ya watu wa Israeli, nawe utawamiliki watu wa Bwana na kuokoa na mikono ya adui zao. Kisha hii itakuwa ishara ya kuwa Bwana amekutia mafuta uwe mkuu wa urithi wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mafuta ya siku ya leo itasababisha mambo makubwa yafanyike kwa maisha yako. Kuna uwezekano baada ya mafuta Bwana akufanyia mkuu kwa familia yenu. Bwana akufanyia mkuu kwa ukoo wenu kupita kwa uwezo na kwa neema za Bwana. Sauli alipomwangiwa ile mafuta hakuwa anaelewa ni ya kazi gani, kwa sababu yeye lengo lake ilikuwa ni kutafuta punda. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Biblia inasema ya kwamba Mungu alikuwa amenena na Samueli, kamwambia, kesho panapo majira na saa kama hii kuna mtu nitamtuma kwako, na akija mwangia mafuta awe mfalme kwa ajili ya wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mafuta alipoyamwangiwa, Bwana akamuinua kuwa mkuu wa wana wa Israeli. Siku ya leo baada ya kunguswa na mafuta kuna mamlaka Bwana atakupea. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Na yale mamlaka Bwana atakupea ni ya kwamba hakuna uchawi wala unganga utakao stahimili mbele yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hakuna yeyote atakayeweza kupigana na wewe aweze kufanikiwa, wala neno lolote litakao neno ya kukuhukumu haitapata nafasi kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi kwa kupakwa mafuta kuna mambo huwa inatendeka. Tumeona hizo faida zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mambo tendeka kwa maisha ya mtu kwa ajili ya kupakwa mafuta.
tumeona ya kwamba mizigo inaondoka mbengani mwake na nila huwa inaharibiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kupakwa mafuta kuna magonjwa huwa inakuondokea. Kwa kupakwa mafuta kuna miungiza huwa inatendeka. Kuna watu Bwana waandaa kwa kusimama na wewe, unapata kibali. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kwa kupakwa mafuta unainuliwa level nyingine. Ndio sababu titles zote zinahitajika kuondainiwa. Ndio kila title Bwana anapokupa inahitajika kuwa umepakwa mafuta, ndio hiyo mafuta ikupiganie. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu alipromote pastors kuwa apostle, lakini hiyo jina hawezi kuitamka kwa sasa, kwa sababu katika ulimwengu wa kiroho mapepo ya anga za apostle, saa hiyo jina akianza kuinjiita hiyo jina ataanza kupigana na huo ufalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wakati atakapokuwa ordainiwe kama apostle, atapata mamlaka za kiroho za kupigana. Kama kuna watu wanapigwa sana ni wa mitume. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kwa Biblia unaona vile mitume walipitia mambo mangumu. Shetani huwa anapiga sana wao watu mitume, kwa sababu anajua kuna pipawa huwa ziko ndani yao, kuna mambo fulani huwa yako ndani yao, na mara mingi wao hutumika kwa ajili ya kupanda makanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ndio ahitimu kwa hiyo title lazima akuwe ordained. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Aordainiwe mbele za watu na mbele ya mashahidi, na watu wako na title kama hiyo anaingia wasiopungua 4 ama 5. Bwana Yesu asifiwe sana. Wazazi wakuwe wake waliomzaa washuhudie mtoto wao akipeanwa kwa Bwana kwa hiyo anga ya juu na kwa hiyo ofisi ya apostle. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo mafuta huwa baada ya kuyamwangiwa kuna neema ama kuna level fulani huwa Bwana anakuweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Sauli alipomwangiwa yale mafuta alipewa mamlaka ya kuongoza wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Hivyo basi kwa mafuta ya leo kuna promotion katika ulimwengu wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Ukipaka mafuta ya leo utakaa aje? Psalms 45 number 7. Psalms chapter 45 number 7. Inasema nini? Kwa kupakwa mafuta itakuwa nini? Umeipenda haki ukaichukia dhuluma. Kwa hivyo Mungu wako amekupaka mafuta. Mafuta ya furaha kuliko wenzako. Mafuta utakayopokea leo ni ya furaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tena Bwana ameongezea atakupaka mafuta ya furaha kuliko wenza. Kwa hivyo wale walipakwa kivingine, wale walipakwa ya ng'ombe, unajua siku ile mafuta ndio ng'ombe. Bwana Yesu asifiwe sana. Waliopakwa ile nyingine walipakwa, sasa si kama hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni anointing oil. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Biblia inasema ya kwamba inasema nini wa Kisungu? Psalms chapter 45 verse 7. The Bible says, you love righteousness and hate wickedness. Therefore God, your God, has sent you above all your companions by anointing you with the oil of joy. By anointing you with the oil of joy. Mafuta ya furaha. Kama ulicheka mwisho, unjui ni lini ulicheka mwisho, mafuta ya leo ni ya furaha. Utakuwa unaona inzi unacheka. Bwana Yesu asifiwe sana. Unjui kucheka kunaongezeanga mtu siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kucheka kuna kuongezea maisha. Angalia wale watu hucheka sana, maisha yao inakuanga na furaha sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa.
Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana akasema ya kwamba kwa hiyo Mungu wako amekupaka mafuta ya furaha kuliko wenzako. Mafuta itakayopakwa watu wa Mungu leo italete furaha kwa maisha yako, italete furaha kwa ndoa yako, italete furaha kwa biashara yako. Uwezi furahia kama mambo yako hayendi vizuri. Inamaanisha kwamba ukifurahia ni kumaanisha kila kitu kinaenda vizuri, na hivyo ndivyo Bwana anaenda kutenda mchana usiku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Yesu akasema ya kwamba leo ni siku ambao ameitenga kwa ajili ya kupandisha watu wake levels. Wokovu uko na levels. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu watainuliwa kutoka kiwango fulani wapandishwe kiwango fulani, na mtaona tu na mtashuhudia tu. Watumishi wa Bwana kuna vipawa sitachipuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtaanza kuona mambo makubwa yakianza kufanyika hata nikiwa siko karibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kuna mambo fulani itaanza kufanyika kwa nyumba la Bwana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kwa sababu Bwana ametumana na amesema ya kwamba kupita kwa haya mafuta ya leo mambo mingi itatendeka. Kisirani kitaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kukataliwa kutaondoka kwa utukufu wa jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kupita kwa haya mafuta deliverance itafanyika. Hakuna pepo itakaa ndani wako. Kwa hii mafuta hakuna roho, hakuna laana, hakuna madhabahu, hakuna maangano, hakuna mkataba. Si maandiko inasema itaharibu nira? Si imesema magonjwa itaondoka? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hakuna roho itakao stahimili ndani yako. Ukinguzwa tu na hiyo mafuta unjue tayari wewe uko huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna chochote kitakachozuia Bwana kutimiza malengo yako. Kuna vitu sitachipuka. Ulikuwa na ngoja kitu fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa njiandae kwa sababu mambo inaenda kubadilika. Fili kuna jambo Yesu atakufanyia leo na mtaona mkono wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Tulisema mafuta usipokee neema ya Bwana bure. Bwana Yesu asifiwe sana. Kupaka mafuta ni vizuri na wewe unasimama na dhabihu ya mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Hii si ile ya ng'ombe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Hii si ile ya nini? Imeombewa na mtu amekaa siku 7 bila kuonja chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hii si ile ya kawaida tu. Hii si ile unakujanga unaniletea hapa ninakuombea. Hii iko na extra powers za Bwana. Kwa sababu mwenye kuiombea nafsi yake ilikuwa imembondeka mbele za Bwana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Na Bwana wa majeshi atatukuzwa na ataonekana. Simameni. Tuandae sadaka zetu za kawaida. Ndio nimalizie na anointing. Ndio nikimaliza ni kutoka mkienda nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. Andaa dhabihu yako ya kawaida. Zile dhabihu ya kawaida tumtolee Bwana. Na uandae fungu lako la 10, sadaka ya shukrani, dedication, na kupita pale Bwana atatukuzwa. Nilisema kutoa fungu la 10, mtu anakuja hapa mbele unachukua bahasha wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu aliniambia kunyoosha mkono hivi kupokea hiyo bahasha. Kuna kitu huwa kinafanyika hapa kwa madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Na kupita hapo Bwana wa amani anajitukuza na anaonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo bahasha ni hapa mbele, uende sababu tukimaliza kuombea sadaka fungu la 10 ndio next. Na Bwana atatukuzwa na ataonekana. Hata kama utatuma kwa simu, make sure umechukua bahasha uandike kile umetoa, kwa sababu kuna mahali zinarekodiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mahali zinarekodiwa hizo fungu la 10, na ndio sababu ninatambua wale wana kwa hii nyumba kupita. Kwa hiyo wale utoa tithe ni wana wa hii nyumba, na wakipatwa na shida niko pale nisimame kama baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukiwa na shida hata kwa boma yenu, nitaweka ngali mafuta, sitakuuliza fedha ya mafuta, nitaenda mpaka kwa boma. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama ni Kisumu, sitakuuliza mafuta, tutaenda na mke wangu mpaka huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kuna umuhimu wa kuwa connected na madhabahu. Njia moja ya kuwa connected na madhabahu ni kupeanya tithe zako kwa hayo madhabahu. Hiyo ndio ninajua wale watoto niko nao, kwa sababu niko na kitabu inalistiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua fulani anatoanga fungu la 10. Nikisikia kama ni kwa mama, nisikia Chiaredi amesema kuna mama kuna shida,
Kama ni kwa wazee nisikie chairman anasema kuna shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Naangalianga ile kitabu, huyo mtu nikiona jina lake pale, na njua huyo tayari ni full member wa haya madhabahu, amejiconnect na haya madhabahu na anadeserve kupata msaada kwa haya madhabahu, na kwa njia zote zile tunajitolea. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kama jina lako haionekane kwa hiyo kitabu, na zile ya uzima usianze kubadilisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Itakuwa nikisikia habari yako nasema huyu anakujanga tu. Unamjua, nasema namuonanga Jumapili. Bwana Yesu asifiwe sana. Na utasema nimeachana. Kuna mwingine alikuwa wacha niache hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo ni siku nzuri, ni siku ya kupaka watu mafuta. Sitaki chorus mingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sitaki chorus mingi, na najua Mungu atatukuzwa na ataonekana. Hivyo basi, kama umeandaa sadaka yako ya kawaida, inua sadaka yako mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya sadaka wapendwa wameinua mbele zako, na kuomba ukasitakase kwa damu ya Yesu Kristo, ukasipokee Mungu Baba wa mbinguni kupita kwa uwezo na kwa nguvu zako Bwana. Asante Kristo, kwa ndiye Mungu. Naomba ukapokee dhabihu zao. Nimefunja mikataba zote na kila maneno huwa inasimamishwa kupita kwa fedha. Baba, naomba ukaondoe kila uchafu na kila maroho. Najua fedha zinapitia kwa watu wengi. Wengi ni wale wanaabudu miungu, wale ni wale wanatumikia shetani, na kupita kwa hiyo ndio sababu umetupa nafasi na ruhusa ya kutakasa fedha, na baada ya kustakaza zinatakasika mbele zako Bwana. Ninakusihi ukasipokee, na najua dhabihu inanena. Wache kanene kibali na upenyo na ushindi kwa ajili ya maisha ya watu wako, kwa jina la Yesu naomba na atakuamini. Amen. Sadaka ni hapa mbele na Bwana atatukuzwa. Hata wale wako kwa mitandao online service, ni vizuri kama unanipata, hapo kuna tin number hapo juu. Chukua hiyo tin number, tuma dhabihu yako, jiconnect na madhabahu, na ibada ya leo mahali upo itakufanyikia kile Bwana anatenda hapa, na hata huko mahali upo, hata kama ni wapi, mkono wa Bwana sio mfupi, utashuka pale na Bwana atatenda. Sadaka ni hapa mbele, sadaka ni hapa mbele. Twende kwa haraka na Bwana Yesu atatukuzwa na ataonekana. Ni vizuri kumtolea Bwana fungu la 10. Huu ni mwezi mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. Huu ni mwezi mpya, mwezi wa 8, mwezi wa mafuno, mwezi ambao unaenda kufanyika mambo makubwa. Usikubali shetani akupeleke mashtaka ya kwamba umeibia Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni vizuri kumtolea Bwana fungu la 10 vile ambavyo inahitajika, na Bwana atatukuzwa. Ukifanya kazi ukilipo mshahara, toa fungu la 10. Ukifanya biashara, ile faida umepata, ni vizuri kutolea Bwana faida fungu la 10, na kupita pale na Mungu anatukuzwa na anatenda makuu. Ukipatana na mtu akubarikisha na 500, hiyo 500 umepewa shilingi 50 si yako. Tolea Bwana fungu la 10 na kupita pale Bwana anajitukuza. Lete bahasha yako hapa mbele za Bwana. Lete bahasha yako na fungu la 10. Shetani anaimbia watu pesa kwa sababu gani? Ukifanya kazi na ukose kumlipia kutoa fungu la 10, shetani atatuma roho, ataiba, atakuibia. Kwa sababu gani? Anapeleka mashtaka, anasema huyo mtu ni mwizi, aliibia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Anazuia muujiza, anazuia kitu fulani kikubwa kingekufanyikia kwa sababu tu ya kukosa kutoa fungu la 10. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Ni vizuri kujitolea ili Bwana akapate nafasi ya kukubariki. Ni vizuri kumtolea Bwana fungu la 10. Bwana Yesu asifiwe sana, ili akalinde kazi yako na akaachilie promotion. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Bwana atasimama. Inueni bahasha zenu mbele za Bwana na Mungu wa mbinguni atawabariki. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakuita Masia mwana wa Mungu. Tazama wapendwa wameinua bahasha mbele zako Mungu Baba wa mbinguni kukutolea fungu lao la 10. Umesema kupita kwa maandiko takatifu ya kwamba atakayenyosha mkono wake kwa ajili ya kutoa fungu lake la 10 kwa ajili yako Bwana, nawe vile vile utanyosha mkono wako kwa ajili ya kubariki kazi ya mikono yake, na ukasema ya kwamba utamkemea atakayeinuka kujaribu kuharibu mzabibu. Mzabibu ni mahali hao wapendwa wanatoa fedha zao
Baba, umesema ya kwamba utapeana ruhusa wala hautaruhusu mwanadamu yoyote aweze kuingililia kazi ya mikono yao. Natamka ulinzi kwa hizo kazi, natamka ulinzi tena, mfalme wa ajabu, kwa chochote ambacho Bwana wanafanya kwa ajili ya ujenzi wa taifa, ufalme wa ajabu. Nimefungulisha mbingu na anga za juu za mafanikio mbele zao. Wabariki waingiapo, wabariki na watokapo. Nimefungulisha anga ya financial breakthrough mbele zao. Wacha Mungu Baba wa mbinguni, chochote kitakachopitia kwa hiyo mikono yao kikawa baraka kwao na hata msaada kwa wengine. Jitukuza na ukajidhihirishe Bwana, kwa kuwa ni Mungu mwaminifu. Nimetamka multiplication kwa ajili ya fedha zao. Naomba Bwana ukaonekane na ukalinde kazi ya mikono yao, ukalinde chochote utakachokuwa nafanya na fedha zao. Shetani hana ruhusa wala nafasi kuiba mali yao, kwa sababu hawa ni waaminifu, wanakutolea fungu lao la 10 kwa hakika, ili ukaweze kulinda kazi ya mikono yao. Bwana, watangulie na ukaongoze kwa mambo yao, na wakaona ushindi, kwa kuwa ni Mungu mwaminifu. Asante Kristo, kwa kuwa ndiye Mungu. Tazama, kuna roho iko hapa ilikuwa natamani kutoa, lakini kwa sasa hawana. Naomba kuwafungulie njia ifikapo siku nyingine kama ya leo, wakaweze kukutolea. Asante Bwana, hata kwa wale wote wametoa sadaka za kawaida, wakumbuka na kuwatende mema, kwa jina la Yesu naomba na hata kuamini. Amen. Wekeni bahasha zenu hapo mbele na Bwana atajitukuza. Wekeni bahasha zenu hapo mbele na Bwana Yesu atajitukuza. Vizuri, uandike jina lako. Kuna mahali zinanakiliwa, na Yesu atatukuzwa na ataonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana akasema ya kwamba kwa kupakwa mafuta kuna nila sitaondoka. Kwa kupakwa mafuta magonjwa itaenda. Kupakwa mafuta Bwana vitu zilizopotea zitapatikana. Kwa kupakwa mafuta kuna karama zitachipuka. Kwa kupakwa mafuta kuna watu Bwana ataandaa watakao simama kwa ajili yako. Kwa kupakwa mafuta kuna kuinuliwa zaidi. Kwa kupakwa mafuta kuna kupokea kibali na neema tofauti na watu wengine. Hiyo ni neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba, katika jina la Yesu na kuita Baba wa mbinguni kwa ajili ya mafuta, ninayakabidhi mikononi mwako Bwana majeshi. Ulitumana mchana wa leo ukasema ya kwamba Bwana, ibada ya kwanza na ya pili nikahubiri kuhusu anointing service, na umenena kupita kwa neno lako takatifu kuhusu faida na yale mambo makubwa yanapatikana Baba wa mbinguni kupita kwa mafuta. Nimetabiria moto katika ya mafuta Bwana, nikiangeuza kuwa damu ya kwa dhamana. Naomba nguvu zako zikashuke na kutawala katika mafuta mfalme, niendapo kunguza watu wako na ya mafuta Baba wa mbinguni, ukajitukuze na ukaonekane kwa ajili ya maisha yao, ukavunje kila nila zote na kila mizigo iliyokuwa imekwama mabegani mwao, ukaharibu nila zote mbele zao Bwana, ukavunje kila madhabahu, kila laana, kila maangano, kila mikataba na kila vifungo zote, kila historia Baba wa mbinguni ilikuwa inawafuata, maneno machafu iliyokuwa imesimamishwa kwa anga zao, yote ikavunjike na kuondoka kwa jina la Yesu Kristo. Maroho yote ya madeni na ukovu na ukame Bwana yakaondoke mbele zao Mungu Baba wa mbinguni. Kila maroho ya kung'ang'ana yakaondoke, vifungo zote zikaondoke, maroho ya kukataliwa yote yakaweze kuondoka kwa jina la Yesu Kristo. Mapepo na maroho machafu yaliyokwama katika anga zao, ya kwamba wakianzisha miradi na kuhamia katikati, yote yakaondoke kupita kwa mafuta Bwana. Baba, na kuita Baba wa mbinguni, chochote chao ambao shetani aliwaibia, iwe ni ndoa, iwe ni pesa, iwe ni mali, chochote kilichopotea Baba wa mbinguni kupita kwa mafuta Bwana wa majeshi, ukawarengeshie kupita kwa uwezo na kwa neema zako Bwana. Ninakuita ukaweze kuwainua katika kiwango cha juu kupita kwa uwezo na kwa neema zako Bwana, ukawafungulie milango na madirisha mbinguni, ukawainue Bwana financially kwa jina la Yesu Kristo, ukawainue Mungu Baba wa mbinguni physically kwa jina la Yesu, ukawainue spiritually kwa jina la Yesu Kristo, na hata materially Bwana ukawainue kupita kwa uwezo na kwa neema zako Bwana. Naenda kutabiria nguvu zako zaidi, atakayenguswa na mafuta Bwana akiwa amepangawa na mapepo na majina, maroho machafu, kamba zote, minyororo za wachawi, itikadi zote zinaweza kuwa zinamfuata kupitia kwa maeneo waliotangulia kabla waingia hapa Bwana. Hii mafuta ikavunje hizo nila zote, ikaondoe kila vifungo zote Bwana, ikaondoe laana zote kwa anga zao. Maneno machafu waliotamkwa ya laana ya kwamba hawataifanikiwa yakafutike na kuondoka kwa anga zao Bwana. Chochote kinaweza kuwa kimetumwa na kusimama kwa anga zao na kusimama kuzuia baraka zao, ikavunjike na kuondoka kwa
kwa jina la Yesu Kristo. Naenda kuvunja kila mikataba na kila maangano, na achilia moto zaidi Bwana majeshi kupita kwa mafuta Mesia mwana wa Mungu, kama vile ulivyotenda miujiza kupita kwa Sauli baada ya kunguswa na mafuta Bwana. Tumeona mambo makubwa yalitendeka kwake. Hivyo ndivyo nimetoa amri kutoka madhabahu ya mbinguni Bwana majeshi, ya kwamba mahali popote haya mafuta yatakapoongoza, vile ulitenda miujiza na mambo makuu na maajabu kwa Sauli Bwana majeshi, na hata kwa wapendo asubuhi ya leo ukayatende kupita kwa uwezo na kwa neema zako Bwana. Baraka zao zilizokuwa Baba wa mbinguni wamepetanishwa nazo kupita kwa mafuta Bwana, haki zao zikatimie. Wacha Bwana ukajitukuze na ukajidhirishe, wakuwe ndiye Mungu mkamilifu na mwaminifu. Ninatambiria nguvu zaidi Bwana majeshi, vipawa zilizokuwa zimekwama ndani yao, vipawa zilizokuwa zimefungwa ndani yao, zikachipuke kwa nguvu zako ufalme wa amani. Wacha ukajitukuze na kuweze kuonekana Bwana. Destiny connector wao kamfungue maana alipo kwa utukufu nguvu zako Bwana. Wacha ikawa ni mwangaza ya mafuta ya kuangazia wapendwa haki zao, wakapokee kwa jina la Yesu Kristo. Wale wote wanastahili kuwa na mambo makuu na wakayapokee kwa utukufu wa jina lako Bwana. Na atambiria nguvu zaidi Baba wa mbinguni, nikitakasa anga kwa damu Yesu Kristo. Ninaharibu kila mawasiliano yote katika ulimwengu tuangize Bwana majeshi. Natambiria tena ya mafuta yakaharibu kila system yote ya shetani ndani ya maisha na ndani ya anga na ndani ya media wapendwa asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Naomba Bwana ukajitukuze na ukaonekane Bwana wakuwe ndiye Mungu mwaminifu, ikawadaisha haki zao mahali popote haki zao zimekwama kupita kwa mafuta Bwana, ukatende na ukaonekane Masia mwana wa Mungu. Baada ya Sauli kupangiwa mafuta Baba wa mbinguni, punda zilizokuwa zimepotea ziliweza kuonekana mara tena. Na amunisha mafuta Bwana asubuhi ya leo, wapendwa watakaponguswa na ya mafuta ukabadilishe maisha yao, chochote kilichopotea kikafunguke, anga za financial zikafunguliwe, biashara zao zikanawili tena. Baba mbinguni, naenda kuwapaka triple anointing kwa uso, kwa mikono na kwa miguu. Watakaponguzwa kwa uso wao na mafuta, wakapokea kibali cha kukubalika kila maeneo watakapoenda. Watakaponguzwa na mafuta kwa mikono yao Bwana, kile watakachokuwa na nguza kwa hiyo mikono kikatakasike kwa damu ya Yesu Kristo. Na watakapoenda kunguza miguu yao na ya mafuta Bwana, maeneo yote watakapoenda kukanyanga, madhabahu na mitego ya wachawi na wafunga majini, madevu wanje na mandepo woshpa, Freemasons na utawala wa giza yakabomoka na kuvunjika na kuangamia kwa jina la Yesu Kristo. Natabiria tena kwa hiyo miguu, kila sehemu itakapokanyanga baada ya kunguswa na ya mafuta Bwana, wakamiliki hiyo maeneo na wakatawale hiyo maeneo na kuwa kwao kupita kwa uwezo na kwa neema zako Bwana. Asante Yesu, akuwe ndiye Mungu. Kwa jina la Yesu naomba na atakuamini. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana wa majeshi apewe sifa. Anza kujiandaa. Biblia inasema ya kwamba tusipokee neema ya Bwana mbuke. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna gharama ilingaramika kwa ya mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Ile dhabihu uko nao, either ni kwa simu ama ni kwa nini, weka hapo chini kwa madhabahu na usimame hapo mbele, uone vile Mungu atatenda. Twende kwa haraka. Aina ukuu, tutaanza na pastors. Toa hizo hapo. Toa hizo hapo. Toa hizo hapo. Kucha. Pokea kibali cha Bwana. Pokea kibali kwa mikono yako. Kwa miguu na achilia moto, na achilia moto kila mahali utakapokanyanga, utawala wa Mungu kaonekane. Wale wametuma kwa simu siko sawa, ni kama tu ile imekuja kwa madhabahu. Twende kwa haraka na Bwana atatukuzwa. Twende kwa haraka. Wacha nikanyanga hapa chini ndio twende kwa haraka. Weka tu hapo dhabihu yako. Weka hapo. Kanyesha mikono. Namna hiyo. Pokea kibali cha Bwana, mtumishi wa Bwana. Kanyesha mikono. Yes. Inaitwa triple anointing. Pokea anointing. Pokea nguvu za Bwana zaidi. Kanyesha mikono. Namna hiyo. Pokea nguvu zaidi. Inaitwa triple anointing.
Shikanisha mikono. Yeah. Ukikaribia hapa fanya mikono yako hivi, ndio twende kwa haraka. Twende kwa haraka, twende kwa haraka. Shikanisha mikono. Yeah, twende kwa haraka. Namsifu Bwana kwa hiyo nimepata utakaso. Pokea nguvu za Bwana. Pokea nguvu za Bwana. Ripa baba baba baba. Ripa baba baba baba. Ripa baba baba baba. Achilia, achilia. Toka, toka, toka ndani yake. Achilia baraka zake. Mahali umefunga, I command you now. Loose their body. Achilia baraka zao. Nimewaambia hizi mafuta ya kawaida. Nimewaeleza kwamba kuna nguvu za Bwana, kuna power. Mafuta, kuna nguvu za Bwana. Bwana Yesu ameachilia. Lazima Bwana ajitukuze. Pokea kibali. Nizambe kuosha. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Namsifu Bwana kwa hiyo kijito cha utakaso. Nizambe kuosha. Namsifu Bwana kwa hiyo nimepata utakaso. Kijito cha utakaso. Nizambe kuosha. Namsifu Bwana kwa hiyo nimepata utakaso. Kijito cha utakaso. Nizambe kuosha. Namsifu Bwana kwa hiyo nimepata utakaso. Kijito utakaso. Nizambe kuosha. Namsifu Bwana kwa hiyo nimepata utakaso. Kijito cha utakaso. Nizambe kuosha. Namsifu Bwana kwa hiyo nimepata utakaso. Kijito nizambe imeni yusapo namsifu Bwana kwa hiyo nimepata utakaso. Kijito cha utakaso. Kijito kuoshwa. Yesu sifu kwa hiyo nimepata utakaso. Kuosha namsifu Bwana kwa hiyo nimepata utakaso. Kijito cha utakaso. Nizambe kuosha. Namsifu Bwana kwa hiyo nimepata utakaso. Kijito diamini mekuoshwa. Namsifu Bwana kwa hiyo nimepata utakaso. Tuimbe sote. Kijito cha utakaso. Kijito mekuoshwa. Yesu namsifu Bwana kwa hiyo nimepata utakaso. Kijito cha utakaso. Nizambe kuosha. Namsifu Bwana kwa hiyo nimepata utakaso. Kijito cha mikono miguu uso pale sasa kile bwana anatia ni bali bado cha watakulia ndima kuosha. Namsifu Bwana kwa hiyo nimepata utakaso. Kijito cha utakaso. Bwana Yesu akasema jai kwa tena. Bwana Yesu akasema mali kwa sababu nimesha jioni mwenyewe. Hakuna mdabao shetani kwa sababu hakuna nitenga watu kapoenda. Na sisi ndio tunasema tunasema kwamba wana kanga katika maisha. Bwana Yesu akasema Bwana Yesu akasema Bwana Yesu akasema